Zingatia jambo la kwanza, kuepuka unafiki. Zingatia kuepuka unafiki. Katika msimu wa kufanya Mungu, zingatia kuepuka unafiki. Kuwa na sura mbili. Epuka. Usiwe una sura mbili. Usiwe wewe ambaye andiko inatimia kwako. Usiwe wewe. Epuka. Tunaposema jambo manake ni ndio. Usiwe ndio mara mbili. Ndio hapana, no. Sisi tunasema ndio ama sio. Majibu mawili yatoke kwako. Kama ni ndio ni ndio, kama ni sio ni sio. Tunaposema usafi tunakuja, ndio tunakuja mchungaji, ama hatuji tunakuja siku nyingine. Ndio majibu ya watakatifu. Lakini ndio alafu moyoni mwako unasema siji, maana naenda kwa Mungu wangu mwingine. Sasa we Mungu wako huyo ana uwezo wa kupa uzima ule nao. Hiyo pumzi anaweza kukupa Mungu wako. Utakimbilia huko. Lakini nishuhudia hapa siku moja, nikasema kuna mtu mmoja tukasema tukae kikao, akasema mimi naenda, akaondoka kwenda kwa Mungu wake. Alipofika huko akakuta maaskari wako polisi wanamsubiri, wako nani, wako mlangoni kwake. Anafika tu pap chini ya ulinzi, tukatafuta. Angebaki kanisani wangeondoka, wangesema tumesubiri, tumechoka, wangeondoka. Sasa ana haraka na wahi nini? Jana tukae kikao kidogo, amini na wahi. Haya, anaenda nyumbani 10 anatafuta askari, wakamkamata polisi, akafungwa. Sasa tunapokuambia wakati mwingine kuwa na jibu moja, kama ni ndio ni ndio, usiwe na vitu mchanganyiko. Bwana atakuhukumu, atakutia hatiani kwa sababu husikilizi maelekezo ya Mungu. Epuka kuwa mnafiki. Lakini jambo la pili, tuepuke ubinafsi wa kutompa Mungu nafasi katika maisha yetu. Tuepuke ubinafsi wa kutompa Mungu nafasi katika maisha yetu, na shirikisha wengine habari za Mungu wako. Epuka unafiki wa kutompa Mungu nafasi katika maisha yako, lakini shirikisha wengine habari za Mungu wako. Ndio mtu wa Mungu. Maana kuna watu ni wanafiki sana, wabinafsi mimi sana. Wanataka wao tu. Ndivyo hivyo kwa hawa watu walikuwa ni wabinafsi. Ndio maana hawataka kumshirikisha Mungu katika mambo yao. Ni wabinafsi. Wanataka yao tu. Mungu anamwambia wataka wafanye wenyewe. Wabinafsi. Wakati Mungu yupo. Mungu anasema mimi nipo hapa, au kunitaka hata shauri wala kuniuliza. Sasa tumetangaza msimu wa watu kufanya upya, lakini watu wa binafsi hata waji kumuuliza Mungu, hata waji kushauriwa na Mungu, hawaji. Ubinafsi umewajaa. Wanakwenda kufanya kitu kwao kwa matakwa yao, wao wanavyotaka wenyewe. Kuna watu hapa ningeuliza hapa, hata siku hii haja ukanyaga hapa toka tumeanza msimu huu. Si ni kweli? Amen. Si ni kweli? Sasa wewe wewe si binafsi huo. Na wewe yani uko free, uko huru. Ndivyo kwa hawa watu hao. Na wenyewe wanaona kama wako sawa tu. Wanafanya kwa sawa tu. Sawa tu, wa binafsi. Hata siku hii hawaje kwenda kauni mwa Mungu. Wamekizana ndama zao. Wanakizana miungu yao watengeneza. Kwa mmetengeneza miungu yenu, Mungu anasema hii miungu yetu tunaabudu. Hata siku moja maombi hujaji. Ubinafsi. Sasa kwa mfano ningeuliza, si ndio? Ningeuliza, wewe hapo una njaa, si ndio? Una njaa. Labda ujala siku 2. Una njaa siku 2. Hivi ukipata chakula utampa mtu mwingine? Siku 2 ujala, sasa umepata kamkate,
Jana mzee anataka mkate hapa nifungulie. Sasa ndo ule mkate sasa umpata una njaa siku mbili. Utampa mtu mwingine? Sio? Na mimi sikumpa mtu mwingine, nikapeleka nyumbani, nikaenda watoto wangu. Umeona? Sio kwa mtu mwingine. Amenipa mzee kama na mimi naenda. Yaani tunajaa nyumbani. Kwa kagawa na watu tukana na watu na wanangu nyumbani.